Wacha nikupatie ka story sasa. Unaona huku Amerika, tuseme umetoka Kenya na umefanya kosi ya mkono. Alafu kuje huku majuu ukiwa umefanya kosi ya mkono. Unapata doo mingi kuliko mwenye amekuja kufanya kazi ya masomo. Hapa Amerika kazi ya mkono huwa inalipwa pesa mingi sana. For example, umekuja hapa na uko na electrical skills. Ile kitu utakuja ufanye ka certifications tu, ukuwe certified na state yenye utaingia. Utakuwa tu certified. Kama kuna kamtihani utafanya tu mtihani kidogo, lakini basic principles ama skills zitakuwa tu the same. Same basic skills, same basic principles. Huku kazi ya mkono kulipisha mambo ya electricals iko na rate tofauti kuliko ile ya kuajiriwa per hour. Huku kazi ya electricals inalipishwa in terms of thousands of dollars. Kufanyiwa tu nyumba ya link kidogo unasikia 5,000. Mtu wa ofisi ama daktari ama nurse analipwa like $50 per hour, $30 per hour, 38, 60 vitu kayo. Lakini kazi ya mkono unalipisha ki-contract. Kupaint nyumba unasikia 18,000. Kufanya kazi ya electricals unasikia 28,000. Unalipisha tu na ni kazi tu ya siku moja ama siku mbili. Haya. So tuseme umetoka Kenya na ulikuwa na mechanical skills. Umekuja huku kama mechanic. Kenya tuseme ulikuwa umeiva mechanic. Unaweza fanya vitu kadhaa za gari. Unaweza change oils. Unaweza fanya calibration ya miguu. Unaweza fanya body paint ya gari. Unaweza fanya overhauls za engine. Unaweka engine chini, unaitengeneza. Basically unaweza fanya electricals za gari. Wewe hata ukikuja hata hakuna certifications utahitaji kufanya. Unaona mahali umekomboa tu, unafungua garage tu hapo. Hiyo garage ya nyumba yako ndio unaiconvert na kuwa auto repair shop. Na unaanza tu kuadvertise Facebook. Huku kuchange gari oil ni kama $50. Okay? $50 ni kama 5,000 ya Kenya na ni kazi tu tuseme ya dakika 10. Per day unaweza change gari oils gari kama hata 50. Unajua gari za huku ni zero mile, so hazina a lot of mechanical breakdowns. Na zile gari zinapata mechanical breakdowns, for example, vile nime experience kuchange kitu kama timing belt, mafundi wengi huku wanalipisha allowed $500 kuchange tu timing belt. Hiyo ni kama 75k ya Kenya. Na tuseme inakuchukua tu less than 30 minutes to 1 hour. Haya. Kufanyia mtu msee viko inspection. Tuseme mtu anataka kununua gari na anataka inspection report. Kufanyia msee inspection on average wanalipisha around $180. $180 na ni kitu kama ya 15-20 minutes hivyo. Bora tu unampatia inspection report poa. Unaangalia tu gari kila kitu, unaangalia miguu, unaangalia engine, unaangalia electricals, unaangalia body rust, vitu kaa hizo. Performance ya gari 180. Huyo ni mtu individual. Ukienda kwa auto repair shop zenye ziko na shop utalipishwa kama 280 kwa zinalipa tax na zinalipa bills. $180 ni kama 25k ya Kenya. Na per day unaweza tafutwa na watu kama 10 wenye wanataka kununua magari. Naona mtu wangu. So aya, unaona kuoverhaul engine ya gari. Tuseme engine yako imenok na inahitaji like kufunguliwa engine block, piston rings zichenjiwe, kitu kama water pump inapaswa ichenjiwe, vitu kama nini ingine, timing belt inapaswa ichenjiwe, coolant ina mix na engine oil. So lazima hiyo block itolewe, alafu waweke gasketi zingine mpya hapo. Kazi kama hiyo ya kuoverhaul engine hapo inalipishwa $2,000.
2000 USD na laini imepangwa. Kuna watu wengi wanataka magari zao zifanyiwe overhaul na ziwekwe ziwekwe kiti zote mpya. So 2000 tuseme ni kazi itakuchukua tu like tuseme like 6 hours. Hiyo ni pesa ngapi Kenya, in terms ya Kenya shilling? Itakuwa around 250,000 hivyo. Na tuseme per day uko na gari mbili. Unaona wale watu wako na ma auto repair shop huku, lakini tena ukiwa huku huwezi compare rate ya huku na Kenya kwa si bills unalipa na US dollars, lakini kuna vile unaweza zise wewe unaweza jipanga keep your cost down. Tuseme utafute mahali kuna busy traffic ufungue auto repair shop hapo. My friend, per year tunaongea income ya like 300,000 USD to 500,000 USD in a basic place. Na watu tu wanataka niangalilie suspension, niangalilie miguu, nichenjie miguu, nichenjie oil. Hata si heavy wa kama engine overhauls. Niangalilie blinkers zangu aziblink nini. Per year tunasema income over 300,000 USD. That's around 45 million Kenya shilling per year. Lakini ukiangalia mechanic wa Kenya ni yule like ukifanya kitu unalipisha 200, ukifanya ma signals electrical work unalipisha kama unapewa 100. Mwenye anakupatia 100 anasema hata amekusaidia sana. I wish kuna vile like mechanic wa Kenya manzi wanaweza fika kama huku America manzi. Sijui in future kama like unaweza ona hii video na uko na hopes za kukama juu, kaa chini kwanza, jipange na kazi ya mkono. Fanya mechanical things, enda shule fanya electricals, enda jua kali jifunze kukaa mechanics and stuff. Kuja huku majuu kama umejia